The mighty God.
unayetenda. Wewe unatenda katika maisha yetu. Wewe unatenda wakati nguvu zetu zimeisha, wakati tumelemewa, wakati hatuwezi. Tunapokutegemea wewe unatutendea. Wakati ambapo tumesongwa na tumefinywa na tumeshushwa chini, Jehova, tunapokuita wewe unasikia, unashuka, unatusaidia. Hata siku ya leo tunajua utatenda. Umetufikisha umbali huu mwisho wa mwaka kwa sababu ya mapenzi yako, tukiwa kwenye siku ya mwisho, Jumapili ya mwisho kwenye mwaka wa 2020. Wewe ni Mungu ambaye utatutendea. Wewe ni Mungu ambaye utatenda. Tuna imani kwamba siku ya leo unatenda. Yaliyo magumu kwa wanadamu, kwako yanawezekana. Yaliyotushinda kama watoto wako Baba, tunajua wewe Mungu mwenye uwezo na mamlaka, wewe utayatenda. Siku ya leo unatenda katika nyumba yako, unaenda kutenda kwenye madhabahu haya, unaenda kutenda. Unaguza wanyonge, unaguza walioshushwa moyo, wale ambao Bwana wamefinywa hawawezi. Wewe Baba unaenda kutenda. Wewe Baba unaenda kujidhihirisha kwa nguvu zako. Unatosha Baba, unaweza. Jehova tunakuenzi, Jehova tunakusifu, Jehova tunakushukuru. Siku ya leo Baba, tenda ndani ya maisha yetu, tenda ndani ya nyumba yako, tenda katika huduma zetu kwa utukufu wa jina lako. Baba wewe unatenda, Baba wewe unatenda. Wewe ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu Yesu. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Jehova. Tunakupenda Baba, tunakupenda Yesu, tunakupenda maana unaweza. Wewe unatenda yale ambayo tuwezi tenda. Wewe unatenda yale nguvu zetu hazitatuwezesha kutenda. Unatenda yale uwezo wetu hautaweza kufanya, maana wewe ni Mungu. Twasema asante Baba kwa mwaka huu, kwa umbali umetuleta, tunasema asante, maana wewe ni Mungu wetu. Oh, nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Twasema asante, mimi nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Oh, hakuna Mungu kama wewe. Oh, hakuna Mungu kama wewe. Kweli hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Baba hakuna Mungu kama wewe. Kweli hakuna Mungu kama wewe. Oh, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Kwa miungu hakuna, kwa wenye nguvu hakuna, dunia yote hakuna kama wewe, ewe Mungu. Tumetembea hatujapata Mungu, dunia yote hatujaona, chini na juu hatujapata. Haleluya, ewe Mungu. Ndipo twasema, oh, sisi twasema umetulinda sana Baba. Asante, ewe Mungu. Umetulinda, twasema Baba. Asante, twasema asante. Asante, asante Baba. Asante kwako. Umetuinua, twasema. Umetupenda, twasema Baba. Oh, asante kwako. Asante, ewe Mungu. Sisi twasema, kanisa lako linasema leo, watoto wako wanasema asante sana, ewe Mungu. Kwa jamii tunasema Baba, kwa uzima wetu. Haleluya. Oh, wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu, wewe
Haleluya, wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu, wewe ni Baba yangu. Haleluya, Jehova, wewe ni Baba yangu. Katika kunilinda umekuwa Baba, katika mwaka mzima umekuwa Baba, katika mateso na dhiki zangu umekuwa Baba. Umekuwa karibu na mimi, umenilinda Bwana, umenitetea Bwana, umenipigania, umenisimamisha. Wewe ni Baba, wewe ni Baba mwenye uwezo, wewe ni Baba mwenye nguvu, wewe ni Baba mwenye rehema, wewe ni Baba mwenye kibali chote. Ninakupenda Baba, ninakupenda Yesu, ninakupenda Bwana, maana wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Jina lako libarikiwe. Ninakutukuza Jehova, ninakubariki Jehova, ninainua jina lako asubuhi ya leo, maana wewe unatosha na wewe umetenda mambo makuu. Thank you Jesus, thank you Lord, we glorify your name. Tukutukuza milele yote. Hallelujah, hallelujah. Amen. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu, uwezo na mamlaka, asubuhi ya leo tunalihimidi, tunaliinua milele yote. Tunasema wewe ni Mungu na hakuna wa kulinganishwa na wewe. Tumeona nguvu zako na kibali chako, tumeona rehema zako, tumeona mkono wako. Tunasema hakika wewe ni Baba na hakuna mwingine wa kuchukua nafasi yako juu ya maisha yetu. Umetutembeza katika mwaka wa 2020, mwaka uliokuwa na changamoto mingi, lakini katika changamoto tumekuona wewe, katika ugumu wetu tumekuona wewe. Tumeifikia Jumapili ya mwisho katika mwaka huu, jinsi Daudi alivyosema, ingieni katika nyumba ya Bwana na shangwe na vigelegele, ingieni katika nyumba ya Bwana na shukrani. Siku ya leo tumeingia mahali hapa kuweka shukrani zetu kwa sababu ya uaminifu wako, kwa sababu ya umbali huu umetuleta. Singelikuwa ni wewe, wachana tuseme sasa, wakati mawimbi yaliinuka juu ya maisha yetu, wakati maadui walipotusonga, hakika wangelitumeza, lakini uhimidiwe Jehova, ambaye haukuacha nyama yetu kuliwa na maadui zetu. Umetulinda, umetusimamisha, mitego za maadui zimevunjika, nasi tumeponyoka tukiwa salama. Tunakushukuru maana wewe ni Jehova. Katika ibada ya siku ya leo tunaalika uwepo wako na nguvu zako, mamlaka ya Roho Mtakatifu yakatende kazi mahali hapa. Umeandaa watumishi wako neno lako Jehova, tunaomba neno hili likapata nafasi ndani ya mioyo yetu tunapokutumikia Jehova, tunapokusikiza na kufuata neno lako, nawe unahudumia maisha yetu kwa njia ya kipekee. Tunatangaza kwamba Mfalme, vyote ambavyo tumepoteza katika mwaka huu ambao unaelekea kukwisha, wewe una uwezo wa kuturejeshea, wa kurejesha furaha na amani na utulivu, na vyote ambavyo muovu aliweza kunyakua katika maisha yetu. Uhimidiwe na upewe sifa milele yote. Tunanyamazisha kila anga za kuzimu, kila miinuko yote, kila kazi za muovu shetani ambazo zinaweza inuka kinyume na neno lako, tunazinyamazisha katika jina la Yesu. Tunashusha chini ufahamu wote, tunashusha chini kila milki na falme zilizo kinyume na neno lako kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Tunaomba siku ya leo juu ya haya madhabahu, moto wa Kipentekoste ukawake mahali hapa. Wacha tuone uwepo wako jinsi ulivyojaza hekalu siku za Suleimani, ukajazwe sehemu hii siku ya leo, na wote wanaoiendea ibada ya leo wakapokea sehemu zao za baraka, wakapokea kufunguliwa kwao na kuwekwa huru. Ukawatende mema, wewe ni Jehova. Pokea sifa tangia mwanzo hadi tamati, kwa utukufu na pendo la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 Asante mtumishi wa Mungu kwa sababu ya kipindi ambacho kimepita, kipindi cha kusifu na kuabudu. Dakika zimekatika 44 baada ya saa 2 majira Afrika Mashariki.
wasikilizaji wetu pamoja na watazamaji mnaotupokea kupitia mitandao yetu ya Facebook pamoja na mtandao wetu wa YouTube, na popote unapotusikiliza. Imekuwa siku nyingi sana sijazungumza pamoja na mashabiki wetu moja kwa moja kutoka hapa Nyamataro PAG Kenya. Wiki jana hitilafu za kimitambo zilitusumbua sana, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wahandisi wetu waliweza kushughulika kwa njia maridadi wiki hii, na leo hii nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tuko sawa hewani na maridadi kabisa. Jumapili ya mwisho katika mwaka huu wa 2020, popote ulipo, Mwenyezi Mungu amekuwa mwaminifu tangu tulipoanza vipindi vyetu mwezi wa 3, wakati janga la corona lilitukumba sisi kama taifa na pamoja na dunia nzima. Tumekuwa tukipeperushia matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa kanisa la Nyamataro PAG pamoja na kanisa la Lutheran Church pale Itirio na pamoja na kanisa lile la Deliverance Church. Mwenyezi Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yetu, na kwa ufupi tu niseme kwamba vipindi vyetu vimekuwa vya fanaka sana. Iwapo ni msikilizaji na unatupata, mimi kama kawaida ni Rojamila aka Kaka Sungura, studio ya pili kutoka hapa mjini Kisii, nikikupeperushia matangazo haya moja kwa moja hadi studio ya pili pale Mlimani Nyanguru Kiogoro Kisii. Na nambari yetu ya arafa kama kawaida, leo hii nataka uniandikie arafa, unijuze uko wapi, unatusikiliza ukiwa wapi, na mwaka huu umekuwa vipi katika maisha yako, kwa sababu ni Jumapili ya mwisho kabisa, hautawaiona tena Jumapili ya mwisho ya mwaka wa 2020 kulingana na wengi, mwaka ambao umekuwa na changamoto zaidi. Lakini nilikuwa nazungumza na mashabiki wiki ambayo imepita kukujuza kwamba kunapokuwa na changamoto, kunapokuwa na shida, kuna wanaolia na pia kuna wale wanaosherekea. Nilijuza watu wengine kwamba kuna watu wanaomba kwamba corona iendelee mbele kidogo. Kwa nini? Kuna watu wafanyabiashara wametengeneza mamilioni ya pesa. Kwa hivyo nilikuwa nauliza mtu kwamba watu wanaotengeneza majeneza wanaomba Mungu kwamba biashara yao ibarikiwe, na Mungu anajibu maombi. Anajibu ama hajibu? Si wanafanya biashara? Wanapoomba Mungu abariki biashara yao, inamaanisha watu wengi wafe zaidi ndio wapata biashara nyingi. Haya, na wakati huu wa janga la corona watu wamekufa ndio, lakini kuna wale wametengeneza pesa kwa kuuza mask, kwa kuuza sanitizer na vitu nyingi zaidi. Kwa hivyo kuna wale wanasema kwamba Mungu ungekubali janga hili lisonge mbele kidogo ili watoto wangu wamalishe shule. Kwa hivyo kunapokuwa na shida kuna wale wanaosherekea, na kunapokuwa na changamoto kuna wale wanaopitia shida, lakini Mwenyezi Mungu yeye anajua jinsi anaweka mambo yake. Kwa hivyo tuandikia rafa fupi kupitia 0700 1694 44 0700 1694 44 ndio nambari yetu ya rafa hapa studioni. Unaitwa nani? Unatupata ukiwa wapi? Na kwa ufupi tu, mwaka huu umekupeleka vipi? Tunaelewa kwamba kuna watu wengi ambao wamepoteza kazi, wengine familia zimevunjika kwa sababu ya hali moja au nyingine, lakini kwa yote tushukuru Mungu kwa sababu tu hai na haujashikwa kwa njia moja au nyingine na ugonjwa huu wa corona. Tunaelewa kwamba familia nyingi zimepoteza wapendwa. Juzi tumemzika gavana wa Nyamira John Nyagarama na wengine zaidi. Madaktari wetu wamekufa kwa sababu ya ugonjwa huu hatari wa corona, lakini shukuru Mungu kwa sababu yeye amekuweka uhai asubuhi hii, unapumua na una afya njema. Shukuru Mungu, hilo tu linatosha kusema Mwenyezi Mungu ni asante kwa sababu ya mwaka huu wa 2020, na tunaamini kwamba mwaka ujao utakuwa mafanikio na mwaka wa nyebaraka zaidi. Studio ya pili anayeshikilia mitambo ni Efanisi Makasi Jeni, ambaye atakupeleka katika vipindi vya siku ya leo hadi majira ya jioni. Kumbuka kwamba kipindi chetu cha Elgon View College kimerejea hewani kuanzia mida saa 11 hadi saa 1 jioni. Elgon View College, iwapo wewe ni mwanafunzi na ungependa kujiunga na taasisi ya Elgon View College kwa mafundisho zaidi na kozi mbalimbali, tafadhali sikiliza vipindi vyao kuanzia jioni saa 11 ndani ya 102.9 sauti ya Rehema. Ewe msikilizaji pamoja na mtazamaji, tunakushukuru sana na tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu azidi kukuweka mahali pale, kwa sababu bila wewe hatutakuwa hapa. Mashabiki wetu ndio wadosi wetu, bila nyinyi hatutakuwa tunapeperusha matangazo haya. Kwa hivyo tunapenda zaidi na Mwenyezi Mungu azidi
kuwajalia. Na makanisa yote ambayo yanatupokea wakati kama huu, ambao mmepitia shida nyingi, Mwenyezi Mungu na awalinde, na mnapoendelea kumaliza mwaka tunaomba baraka tele zimiminike kwenu na familia zenu. Sina la ziada kwa sababu ya wakati. Ni saa 2:49. Jumbe zenu nitarejea kuzisoma hapa punde tu mtumishi atakapomaliza katika ibada ya kwanza. Wale mnaotupata kupitia Facebook Nyamataro PG Kenya, nambari ya arafa tumeiandika pale ni 0700169444. Na wale mnaotupokea kutoka mataifa ya mbali, mashabiki wetu kutoka Saudi Arabia, USA, Qatar, Canada, na mahali kote mnaotupokea Dubai, asante sana. Tunakaribisha nyote katika ibada ya siku ya leo. Tumsifu Mwenyezi Mungu pamoja na tusherekee Jumapili hii ya mwisho kabla hatujamaliza mwaka huu. Kwa sababu ya wakati, ningependa tu kumkaribisha mchungaji ambaye atatuletea neno wakati kama huu asubuhi, na kisha baadaye kaka nitakuwa narejea kusoma arafa zenu kutoka hapa studioni. Karibu sana Reverend Julius Ochengo ambaye atakuwa anatuelekeza katika ibada ya kwanza. Karibuni sana. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Tusimame tu kidogo, tena tutaketi tukisikiza neno la Bwana. Wa ajabu, wewe wa ajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tuna Father, in the name of Jesus, we stand before your holy presence with the humility, with the honesty to listen from you, Lord. I stand as your instrument to deliver what you have for us this morning. And we thank you, Lord, for gathering us in your holy place. We thank you because, Lord, we know you have something to speak to us this morning for your glory. Thank you, Lord. Use our mouth, use our lips to deliver your own purpose. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And we say a better amen. Ambassador Julius Ochengo, Pastor as Julius, our brother Rogers
did say it. Buna And I'm happy this morning ningo agate mambi abono. that God has given me another opportunity Nga Nyasaye ongaire libagalinde to stand before you and be used of Him. ntenene motu yeino nande ntume kamonere. Praise the Lord. Amen. I want us to turn to the book of Luke, St. Luke chapter 1. Ntagete toncho kego kya sebu kuyeito getabu kya Luka eyemo. And we see some wonderful surprises, wonderful pronouncements, so wonderful declarations that God makes to His people. Torora mangana maya ayogo kumia aliyo monene agokora gokia sabantu bai. He makes surprises Iga agokora ogocha kwa mubasokano to people who are least expecting something. gochia sabantu balia batakagere tingamba nyore kende. So we read chapter 1, verse 26 to 28. Ekerato go some yemo Luka yemo emerongo ebere na isana emo goika ebere na isana isatu. And it's good, it's very good that we turn to our Bibles all together. We read it together. Mbuyato nchokera asichi bibiri cheito tosoma sobo amo. It is good you read and it sinks into your mind. It can minister to you in a special way. Mbuya buya somera ayo monyene ekiagera amangana ayo soma na go kwanira ayo monyene. Then this is what the Bible is saying. Ayana are bibiria goteba. In the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth. Omotienyi buetano nomo omo malaika Gabrieli agatomwa na Nyasaye kogendo mochio Galili okoro kwa Nazareth. To a virgin pledged to be married to a man whose name was Joseph, a descendant of David. Ase omoiseko mwekungi oliereire bokono mosacha elieta lia Yusuf we amate ya Daud ne elieta lio moiseko lia Mariam. The virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women." Agacha sale akabora mbuyoro aye oyo kwa irwo buya omonene ni gara monaye. Nina liringana lenyesa. Praise the Lord. Amen. I want to share only the highly favored. Ntagete ko sanga nga igoro yolia oimokererego igoro ase owancherwa. In verse 28, it says, and I want us to hear what it says in Nekebushi. And having come in, the angel said to her, "Rejoice," or greetings, highly favored one. Up to that point. Agacha sale akabora mbuyora aye oyo kwa irwo buya omonene ni gara monaye. Highly favored one. That is what I want to share. The highly favored. Oyo One. kwa irwo buya obonene. The highly favored one. Olio irwo buya obonene. The highly favored one. Olio irwo buya obonene. From verse 8, you are a highly favored one. Ayano oyo kwa irwe obonene obuya mono. Praise the Lord. Amen. Those three verses. Chifasi echisato Chincherere. Those three verses. emestari eyetato I want to share dagetego sanga some deep insights obo imemono from these three verses. korwa se emestari I eyetato. want to share. Ndagetego We get sanga. the deep insight, some deep wisdom in those three verses. Torane obo ngaini we imemono bora se chifasi echisato. You know what is talking to a messenger? His messenger, Gabriel. Manya Nyasaye ni gago kwanera omotomo ye enjo Gabriel. Gabriel is a messenger God is sending.
Gabriel n'omonto Nyasaye atumekire gotoma. He's sending Gabriel. Gabriel is sent by God to deliver a message in the city of Galilee. Gabriel otomirwe aire lingana asomo chiogaliri. Also known as Nazareth. Nando okoro kwa Nazareth. Then in verse 7, the message is directed to a virgin by the name Mary. Lingane ligali airiru asomo iseko mwekungi okoro kwa Mariam. Not only Mary, Tali Mary bweka. but the Bible goes further to say the one betrothed to Joseph from the house of David. Talinga Mariamu lioka kolende oyo liereire boko amana Joseph korwa se nyomba ya Daudi. Not only just a Joseph, but a Joseph from the house of David. Talinga Yusufu bosa kolende Yusufu korwa se nyomba ya Daudi. Not just Mary, but a Mary betrothed to Joseph. Tali Mary bosa kolende Mary konyoro liereire boko na Yusufu. A Joseph from the lineage of David, or a descendant of David. Yusufu olenge korwa segesa kugia Daudi. There were so many Josephs. Aba Joseph na abange balenge. There were many Marys. Mary na abange balenge. Yes. There were so many Marys. Mary na abange balenge. And there were so many Josephs. Na Yusufu na abange And then balenge. maybe among these Marys, they were also engaged to get married to some men. Na katikati ya Mariamu abaiga baliere boko nyuamu na abasaji. But God gives specific, particular instructions to Gabriel. Lakini Gabriel oiru instructions chire chi particular ase chigo chi. God gives particular, specific instructions. I'm sending you to this. Nyasaye akatebya Gabriel igongo gotoma go chi asoyo. Mary, who is betrothed to be married to Joseph, Mary oliere boko nyuamu na Yusuf. and not any other Joseph, but a Joseph who is a descendant of David. Dali Yusuf bosa igongo lende Yusuf korwa segesa kugia Daud. Praise the Lord. Amen. In verse 27, Aiga meronge verse bana isana 28, Paka my message, I said, the highly favored one. Oyo airu buya mono. Then the angel tells her, rejoice. E Biblia mayagoteba gosomo maraiko motebi ngagoka. The highly favored one. Oyo kwairu buya. The Lord is with you. Nyasaye gara monaye. Blessed are you among women. Gwasese niwe katikati ya bakungu. Praise the Lord. Amen. All you need, Ebirioga netie. Osekerioga netie. all you need is to be with the Lord to be with you. Kerioga netino kwa bana Nyasaye na Nyasaye ba monaye. It's not where you are. It's not where you are. Talinga ngayore. It's not what you have. Talinga nkyo bwate. It is not how people see you, Talinga ngakia bantu bago korora. but to be with the Lord. Gotatiga obe na Nyasaye. So, God, when He wants to speak to you, He becomes so particular, so specific to you. Ekero Nyasaye tagete kokwana monaye iga manyete ekerengana nganinga go chikokwanera. And that's why the Bible says, no man, if the Lord is for us, Na kia ko re Biblia go tebanga onye Nyasaye ora mona intu. who can be against? Ingoria You. otatu anche. If the Lord is for you, Onye Nyasaye kara who monaye. can be against you? Ingoria ora kwange. Praise the Lord. Amen. The Lord being with you, Ekero Nyasaye ara monaye. you have all that you need. Igo bwate biribionsi pioga The angel neti. is telling Mary, the Lord is with you. You Iga- are not aware. You may not be aware. Omo maraika gago te Maria nga Nyasaye gara monaye. Praise the Lord. Amen. Before we go further, Totaragenda muchimutwe. I want you to understand some truths, some facts about Mary. Ntagete mumanye obo maene igoro ya Maria. Some small background about this Mary who is Igoro talking igoro ya about. Mary nga ngaya korwa oyo togo kwanera. The Lord is telling me you are a highly favored. E Biblia go teba nga kwairu obuya. You have very special preference from God. Ayeno yo bwengencho mono korwa sobosi bwa Nyasaye. A preferential treatment from God. Oyo kwairu obuya korwa se Nyasaye. You are given first priority from God. Kwairu libagali tanga ni korwa se Nyasaye. You are highly favored because God has given you high
first priority. kwairwo buya mono kurwa somo nene So who was this? oyo ni ng'orenge. Then Mary was not from a very influential family. What you need to know. Maria mutari wete ase familia eliye manyekanete mono. She was not from a very influential family. Tarenge kurwa ase familia eliye manyekanete mono yenge. Mary was not from a wealthy, a rich family. Taruete ase familia ere entenenku. Another thing, Mary was not educated so much. Egento She kende was not an educated girl. Maria mutasomete mono. She lacked the basic qualifications. Tabwate chi qualification chiri chinke. In the natural, there was nothing special about her. Kende tike yoki alenge special igore ya Maria. When people look at her like this, there was nothing special in the natural. Ekera bantu bale ko muligeli bale ko raka moise ke igere. She was not educated, even dressing was an issue. She did not dress until it attracts people. Tabwate se michinde na kwebo yitalenge kwebo yimo na She was at a village. Igalengo moise ke bwe village. She was not so special. Nothing special. Kende nke ya bwate ki alenge special In asale. the natural. Kolengana no That to. maiso yabanto, she was not any special. Talenge special ncherende yons. And she knew herself like that. Nande nige manyete boigo. And that's why now, when the Lord is coming Na through the angel, telling her, you are highly favored. na kige ko gara kero mo maraika go dija sara ko matebi ngaye ko airuo biya. In the natural, Kolengana na kawaida yaye. you look at verse 28 when the angel Gabriel appears and calls her highly favored. Ekero kuligereria merongo bere na isato kwa ruoro kwa mate kwa rabu na go tebi ngaye ko airuo biya. In verse 28, Aiga se omostari merongo bere na the isa na angel isato. calls her highly favored, Omo maraika iga ko moroka oyo ko airuo biya. highly preferred than any other. Oyo ko airuo biya ko bwa abande bons. In Mary, in her natural mind also, Kolengana na Maria mwero monyene kolengana bune in manyete. her natural thinking, Kolengana ne birakali her biaye. natural imagination, Kolengana lia no ko imagine kwaye. she could say, Erega ale goteba. she knows she's not special, she has nothing, Njema. no unique qualification. Amanyete nga eratari special tabu ati quality enda Naturally, yosipi. she's just a village girl. Amanyete nga era no moiseke bwe village bwe Very kenyoro. primitive. Yeah, moiseke bwe Moiseke kenyoro, bwe kama itiwe kenyoro. sibia, kama itikoro stukia. Amen. Yeah, etukia natural. Moiseke bwe kenyoro bwate tukieri Ebi kulo ya ani etanya was matuta tu. era na be manyete iwa. Mm. Then she tells, in a natural way, she tells the angel, I think you are talking to the wrong person. Akarua rakate akarengara liochia somo maraka matabinga nkolengara lingo kwane ro monto taliere. You are talking to a wrong guy. O monto moiseko go kwane la taliere. Oyo tadiere. Taliere. And you know she knew she was engaged to another man. Amanyete nga oliere iruboko no So musacho. she says, you are talking to the wrong person. Akarua rakarengara linga yo This kwane ro is not moiseko the mga. God you are sent to talk Oyo to. taliero moiseko tomiro kwane You re. are just talking to a wrong person. Ayego kwane ro monto mungao. That is what Mary is talking. Ekina kyo Mariamu I'm arengerere. just a village. Inje no moiseko bwe Average kenyoro. girl, O moiseko I'm bwe just kenyoro. Below average. Yani inde insepi. Below average. Not even average. Moiseko oliole Not above average. Tali oliole igoro. You know, Moise, Ole below average. insepi bwe kenyoro. Praise the Lord. Amen. Have you ever underrated yourself like that much? Kwana kuebekerera insego ikerekerenge ekyo. He's telling the angel, I'm just miserable. I'm a miserable sinner. A poor and miserable sinner. Agotabyo mumaraika nga inche no monto omotaka. A poor, below average girl. Inde insepi. Moiseko ole insepi. What you are talking about cannot be done by me. Ekyo go kwanera tigego koleka na asende. I'm just a miserable sinner. Inche akino I've had- omonyabibe. I've had people pray. Na Oh, koiwa God. abantu bagosaba. Jeno munyabibo mube. Molewa. Poor miserable sinner. Munyabibe bugo. Timbwene na digote na sore now. Why are you standing Sistahili before God? kusimama mbele zako. No, change that mind.
onchorerie ebirengererio ebyo wacha kuwa wazi wazi. tagotwara wasiwasi obwoba obonge. In fact, he was telling God, igare gotebi nyasaye I'm not worthy. inche tinganeiri tingwenereti. He's talking him herself out of God's divine plan. igago kwana goetera ase emeberoberie nyasaye. He was trying to talk herself out of what God is about to do. igare go kwanera keri nyasaye arenga ange gokora. Sometimes God gives great promises and you say, hiyo inawezekana kweli. Chinga kichinde nyasaye gakorwa chi promise kwa manya kurora kwa renga linga gakieke ngakorekane. Cannot be possible. Ekitie konyarekana. For others. Ekine kia bantu bande. This is what Mary is doing. Ekena kimelia Maria maokora. When God wants to do something to you, ekero monena atagete gokora egentaso. remember that he sees you as highly favored already. Manya nyasaye gakorwa chebuno monto bwancheirwe tayari. And it doesn't matter where you are. Teligo kumelia nganga yole. It doesn't matter who you are. Teligo kumeli ngani ngore. It doesn't matter what people talk about you. Teligo kumeli nkia bantu bago kuona igoro yao. But God, there is nothing can stop God from making you what he wants to be. Kende tikeli kera motanga nyasaye kogokora kiliata getobe. Only you need to believe that what God has spoken, Gota tikabwege nanga keli nyasaye kwanire. it is going to come to pass. It must come to pass. Ngochi kere gokoreka. Praise the Lord. Amen. Mary is having trouble with what God is saying. Meri otwalire mechando na keli nyasaye gokwana. Just read verse 34 Tosome 34 and hear what she's saying. toigunga inki Mariamu agokwana. Mariamu akaboria omumalaika oria nakirira abering'aneri ekiagera tindaba n'omusacha. How? He's asking, how? Igakobori ng'ang'aki Inche? mimi. Yeah, he's talking herself out of God's plan. Igagokwanira emeroberia nyasaye akori. God has spoken and they said, this is what is going to happen. Amaneno okwanira otabire ng'eke nakiego chigokoreka. That one is not possible. It is impossible. Ekitige konyarekana. Inche? Me? Mimi. Me? Inche. She was talking herself out of what God says about her. Igarenge gokwana goetera ase keri nyasaye akwanete igoro yaye. Now she's talking herself out. If I can put it in a better language, she was disqualifying herself from what God was about to do. We sometimes disqualify ourselves from what God is doing or what God has done or what He wants to do. God says, you are highly favored. Then you say no. God says, you are blessed. Then you say no. You are healed, you are free. No. Mimi siwezi pona. Praise God. Amen. This is what Mary was talking about. The Lord says, rejoice. You are favored. Then you talk yourself out of what God is saying. You disqualify yourself. You give yourself a red card. You offside yourself. You unajiwekea self red card. Unajitoa. From what God has done or is about to do. Mary is asking how possible. It is impossible. That is that spirit of self-disqualification. A trap of self-disqualification or self-rejection or self-humiliation. A gender trap. Yeye alikuwa anasema mimi kasichana kweli nitafanya nini? I've said self-humiliation a trap. Yani obwate obosokwa yebweka bobosumbwe. Omotego self-humiliation,
disqualification. okwerusia ororaye bweka A trap of gender trap. You say, she was saying, Mimi, Njaka Moiseke, Yegote. sisi wanawake tunaweza hiyo maneno. You disqualify yourself from what? Academic trap. Kwerusia ororaye bweka Through academic trap. goetera ase chisemi. Sisi hatuchasoma tunaweza fanya chochote. That is what Mary is saying. Ekina kimali Economic trap. kwa sisi hatuna utachiri wowote. How? Ngakiera nyarekane. That is what Mary is saying. Ekina kimali amago kwana. I'm just below average girl. Ngayani nchendo moiseko isepi. I'm not good enough. Tinko nyarapi. I don't have good English. I don't know how to speak. Timbu atike songo kiati manyetiko kwana. That assignment is a tall order for me. Esa assignment ye yete ko nyarekana goja send. It's a tall order for me. I cannot. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. There are people Abantu mbaro who can underrate themselves. bali bako yani bakwebeka inseboka. Who can abuse themselves Bali bakwera amaboka until they remove themselves from what God is doing for them. goikabe rusia asekeli nyasaye They atageta bakorere. remove themselves from God's plan, divine plan. Be rusia korua semero belia nyasaye. Also, there are those people who are talking kapisa. Kuna wale ambao wanachiinua kabisa. Kama sio mimi hii kitu. Hizi vitu ambazo nimefanya. Kama sio mimi. Unajiweka juu mpaka you live out God. Webeka igoro mpaka gwatiga nyasaye isi. A level where you make God to appear to be miserable. Kwa manyakuru oro gwakora nyasaye obo yore miserable mono. Instead of you giving glory to God, Libaga kwa nyasaye wanene. you need to repent like Mary did. Owenerete o repent buna Maria mwakorete. Despite all these questions that Mary was asking, Nonya maswali alenga mange Maria mwalenge she kwebuli. reached a point Iga igeta ase and came to her senses. akeiranirira And then she said, akamanya goteba. oh, she repents. Akarepent. She was with a repentant heart. If you read verse 38. Agatwale enkoro yoko repent. She came to her senses and they said, oh, everything's possible with God. Akeiranirira agacha goteba ngebinto byonse binko nyarika. We need to repent and ask God for forgiveness. Ntogwenerete ko repent To to boli increase nyasaye our wabere. faith and love. Toruoroto lilisi faith ye ito goso kwegena weitoro bwanchani. So when Mary came to her senses, Ekero Maria mwiranirete she says agateba in verse 8, 38. let it be unto me according to your word. Maria akabora Let it be unto me tigebe gocha sende according to your word. kolengana nilingana liao. Somebody said, be it unto me according to your word, according to your promises. I'll stand secure. Put upon my heart spirit that gives me, sets me free. According to your promises, I can be secure. Praise the Lord. Amen. You need to allow God No wenerete kumwanjira nyasaye by repenting ase ko repent and believe in what God says. na kwegena keli nyasaye gukwana. That whatever God has spoken to your heart, Inga kende gyonsi nyasaye kwanira somoyo. just do as Mary did Korabuna Maria mwakorete. and say, God, I believe. Agateba nga monene negenire. God, I believe I'm highly favored. Omonene negenire nga nairwo God, obuya. I believe I'm highly favored. Omonene negenire nga nairwo obuya. When we shall come to that point Ekero of tora ikira allowing God to take over, ekero tora ikira ase kigwango ky'ogwanjira nyasaye aire libaga. then God will do greater things than you expect. Nyasaye nakora ebintu ebinene ko bwabu natorengereretie. Mary was underrating herself. Maria muga alenge abegete inse. How possible is that? Inga kiera anyarekane. Sometimes when you operate in faith, Chinga kichinde kero gokora ebintu ase okwegena. you move without reasoning.
igogotara otariko na You korengera say, yes, God, I know you are the power to make it happen. igogoteba ngomonene na nchire ngana yobwate chinguru chio God, you are able to do it. Nothing is impossible with you. omonene nkonyara ore gokora kende tikeyo kerege kongunaye Then you will allow God's extraordinary power operating in your life. wanchira chinguru chia nyasaye chirichire igoro mono chikore mere masobo gi Today I mawa want us to rise up. lero ntagete totenene We tell God, totebio monene we have not been understanding your power. konye titoriko konye We have titumanye not ti been understanding the extent of your authority. konye titumanye ti gosika But omonene bwa today, Lord, lakini lero omonene we submit under your tuachira authority. tuachira se And omonene we bwa declare that everything is possible with you, our God. nande tuamanyira ngakerege ntonkere That nkere ngokara nothing kere is goitera so impossible with you, na God. kende tikeyo kego sinyeta Can nyasaye we rise up totenene and repent to God that, Lord, you are able? tuanga me totebio monene nga Sometimes nyasaye we have konyaro limited your authority because of our limited understanding. chinga kichinyinga tuatumekire birengara libito biribitali konyara Sometimes we have limited your operation because of our limited mind. chinga kichinyinge tuatumekire birangara libieito Let us pray and tell God, let it be unto me, God. tigebe nga tigebe muno kwate Let it be nyasaye unto me, God, according to your word. tigebe gocha asere nyasaye kolengana nelinga Let lyao it be unto me, oh God, according to your word. tigebe kole gocha asende buna kolengana nelinga lyao Can we close our eyes and open our mouths and tell God, tosieka maisa ito Lord, there is nothing impossible with you. omonene kende tikeyo getali There konyara is kana nothing that can limit you or can stop your purpose. kende tikeyo kera atange chinguru chiao Lord, all that your purpose to do, it is workable. omonene keligionsi pikwa plani go korango kole kakere We thank you, Father. We praise you, Lord. mbiye mono monene Let's open our mouths and tell God, toigora menu ya ito even as we approach the new year, Lord, we have known we are highly favored. We are not like any other. You have favored us, oh Lord. That's why you have brought us to your altar to hear your secrets, to hear your mighty works, to hear your works, oh Lord, that you are able to raise, you are able to bring those who are lowly and lift them high. We have come that God, your power, your spirit may work in our life. Your power may work in our hearts. Your authority may work in each one of us, oh Lord. My Father, my God, this morning I pray that you remove every natural mind, a natural understanding, and replace it with the supernatural understanding of your secret, oh Lord. All of us are highly favored to God. All of us, your word has said, we are highly favored. We can enjoy preferential treatment in the kingdom. We have the right to enjoy preferential treatment in the kingdom because your word has said, indeed, we are highly favored. Thank you for this wonderful surprise, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful proclamation. Thank you, King of Kings, for this wonderful declaration that we are highly favored. We have not been knowing. We have not been knowing, but Lord, today you have made it clear to us. You have declared, oh God, how I pray that all of us may understand we are highly favored. You are highly favored. You are highly favored. God has given you. You are preferred than any other. God is saying, don't underrate yourself. Don't undermine yourself. But the Lord has said, you are highly favored. You are highly favored. Father, I thank you. We thank you, Lord. Father, I praise you. We worship. Can we declare? Just tell yourself. Tell yourself, say to yourself, I bless you, Lord. I bless I'm highly your favored, name. oh Lord. Because you I'm are highly you have favored. highly Thank you, Lord. favored me. Because You of have this, my highly Lord, I favored did me agree. this day. I'm highly You favored. have highly And I will favored never me doubt this day, your Lord. promises. You have given Lord, me a help your life people, that others have not been able Lord, to to see. doubt You have brought me your this promises. far, all this far, Lord. Father, I pray that we It's shall only accept you.
we shall accept that the first, like Mary said, let it be unto me according to your word. Let it be unto all of us. Let it be to each one of us according to your word this morning. Even as we enter into the new year, Lord. Even as we move, we approach the new year. Let us know we are highly favored. That your favor will move with us. There will be no situation, no barrier, no principality, no obstacle that can stop what you have purposed to do in our lives from happening. We thank you, Jesus. We bless you, Lord. We honor you, King. I want to ask if you're there. You desire to indeed have the faith that you can confess that I'm highly favored. The Lord has said you are highly favored. And you want to accept this and walk in this faith. Just lift up your hand as we pray together. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for those hands, Lord. Father, I know you are favored us. We are highly favored. For us to be alive today, we are highly favored. There are many who have died accidents. There are those who have died because of many other sicknesses. Many have died because of COVID-19. But here we are alive and strong. A proof that we are highly favored. A proof that indeed we are highly favored. Men are sick, weak in hospital beds. Weak and powerless. But here we are, Lord, strong and singing and rejoicing for you. Help us, Lord, that we may rejoice, as the word says, rejoice because we are highly favored. Father, bring to our realization that indeed we are highly favored. And we can open our mouths wide and rejoice and praise and worship you. In Jesus' name. Thank you, God, for favoring us so much. And I know you are continue favoring us. You will see us through this year, to the new year 2021. Because you have favored us, O Lord. Because we are highly favored, O King. We pray that God, the plans, you have good plan for us. And that those good plans shall come to pass because you have favored us. You shall bring those plans to pass even in our church, in our homes and our families, in our workplaces. We shall enjoy your high favor. In Jesus' name. Because we believe in a great God, a mighty God, to him who everything is possible. To him nothing is impossible. Father, we thank you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Can we sing and rejoice as we join, as we declare that we are indeed highly favored? Amen. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Mama wazuri watapita, vijana wazuri watapita. Neno litasimama, neno
litasimama, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno la Bwana Neno litasimama, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Wazee wazuri watapita, watoto wazuri watapita. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Mambo yote yatapita, lakini neno lake litasimama. Vile ambavyo Maria alisema na iwe kwangu kulingana na neno lake, naomba kwamba iwe kwako kulingana na neno la Mwenyezi Mungu. Upokee kibali cha Mwenyezi Mungu, upokee upendo wa Mwenyezi Mungu, upokee baraka za Mwenyezi Mungu, upokee kuinuliwa na Mwenyezi Mungu. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu ya maisha yako. Amen. Nataka tumtolee Bwana sadaka zetu na matoleo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Tuna bahasha aina 3 ambazo ziko katika nyumba ya Mungu siku ya leo. Kuna bahasha aina 3. Kuna hii bahasha ambayo tunakuwa nayo kila juma, inaitwa bahasha ya fungu la 10. Tunajua jinsi ya kumtolea Mungu fungu la 10, sehemu ya 10 ya vitu vyetu, maongeo ya mifugo yetu na vitu vya mashamba, sehemu ya 10. Tuko na ile inaitwa kipawa offering. Hii ilifaa itolewe siku ya Krismasi, lakini kuna uwezekano kwamba siku ya Krismasi hukuingia kwenye ibada ama hukuweza kutoa hiyo sadaka ya kipawa. Kwa hivyo ile bahasha bado iko pale, kama unataka kutoa kipawa unatoa. Na bahasha ya mwisho inaitwa Thanksgiving offering. Mungu ametulinda tangia tarehe 1 Januari, tumefika Jumapili ya mwisho ya mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 103 inasema nini? E moyo wangu msifu Bwana, na usisahau wema wote aliyokutendea. Tunapokumbuka wema ambao Mungu ametutendea tangu mwaka ulipoanza, tumeelekea mwisho wa mwaka. Kuna bahasha inaitwa ya Thanksgiving. Hii unapewa, ukiwa nayo utatoa leo. Kama hutaweza kutoa leo, utatoa Ijumaa katika ibada ya kufungua mwaka. Ibada ya kwanza ya mwaka wa 2021 tarehe 1 utaweza kutoa matoleo hayo. Si Mungu atubariki sana tunapoendelea kumtolea juu ya madhabahu yake. Bwana atubariki sana. Amen. Tukimba wimbo nataka tutembee tukitoa sadaka. Yawe uinuliwe, Yawe uinuliwe. Uaminifu wako umejulikana kwa
Kama si wewe Yesu ningeitwa nani? Kama si wewe Bwana ningesema nini? Kama si wewe Bwana ningeenda wapi? Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine kama wewe. Ndio maana nakuinua Mungu wangu, kwa sababu siko tena chini ya dhambi. Uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Hallelujah. Beautiful morning. Mpatie Yesu shangwe. Hallelujah, glory to God. Mpatie. Glory to God. Haya, wacha tuketi chini kidogo kwa dakika 2 tupate kuna ujumbe fulani ambao tunahitaji kupata kutoka kwenye mitambo yetu ya redio na ya televisheni na ya YouTube. Kuna matangazo tunataka kuwapa wasikilizaji na watazamaji wetu, alafu tena turudi kwa praise zingine kali sana. Bwana Yesu asifiwe. Ama watu wamechoka katika nyumba ya Mungu? Watu wamechoka? Bado watu hawajachoka. Kwa hivyo tunataka tuende kwa praise zingine tena kali sana hadi saa 4:30. Lakini kabla ya hapo, wacha tupate tangazo. Asante mtumishi. Kuna jambo ambalo nimekumbuka ambalo ningependa kujuza wasikilizaji pamoja na washirika wetu, kwamba iwapo uko pale nyumbani, unajua siku hizi dunia imeenda digital. Kwa hivyo si lazima uwe na set top box ndio upate services zetu kutoka hapa Nyamataro PG. Kuna TV inaitwa Smart TV. Sio flat screen TV. Ni ile but kuna yenye inaitwa Smart TV. Smart TV inafanya kazi kama computer. Ukiwa nayo pale nyumbani, unaweza ukaconnect na internet, alafu unaweka YouTube. Unatazama tu kama TV ya kawaida. Pastor Steve has been watching us today and they told me to inform the church. So those mwenye mko na Smart TV, unaweza iunganisha na internet. Simu inashika wifi pamoja na cable ya internet. Kwa hivyo hizi simu zinakuanga na hotspot. You can turn on, kama hii yangu nikiweka bundles, naweza turn on hotspot, alafu wewe una connect kutoka hapo, unapata my internet, So ukiwa na Smart TV nyumbani kwako, unaweza tazama service yetu kawaida kama TV yoyote ile. Una connect na internet, una browse YouTube, alafu unaweka channel yetu ya Kisi Hot TV ya YouTube, bas you watch us just like any other television ama station. So kama uko na pesa na una Smart TV, unaenda kwa shop ama kwa supermarket, unaambia nataka Smart TV yenye inashika internet, watakupatia. So that is the future of Kenya. Kwa hivyo hata kama wewe ni msikilizaji, mtazamaji, mshirika, uko pale nyumbani na uko na Smart TV na hujui kazi yake, haya, ukikwama nitafute ama tafuta Pastor Steve, atakuongoza how you can connect your Smart TV to internet. Unaweza tumia simu. Nowadays bundles are very cheap. At 100 shillings you get 1 GB data bundles, si ndio? 1 GB ni bundles mingi sana. Unaweza watch service for 2 hours to 3 hours na iwezi isha. So ukiwa na Smart TV pale nyumbani, enda kwa YouTube, utatutazama live. Kama umeweka wall screen TV, utakia watoto pale nyumbani, and they'll be watching the service. We will be relaying the service. Unaweza enda Facebook, unaweza enda YouTube, na utapata tu vile tunacheza hapa nyumbani kwako tu kwa sebuleni pale. So Mungu abariki sana. So tuamie Smart TV. Unajua Kenya tunaelekea digital. Wewe ukikwama kwa ile analog yako, utakwama milele. So
tuhamie smart TV. Sawa sawa? Enda nunua smart, enda kwa shop, ambia mtu mimi nataka smart TV. Ile iko smart na unapewa. Nowadays TV sio pesa nyingi. Around 20,000 ndio umepata TV mzuri pale nyumbani. Na then siku hizi unajua si lazima, siku hizi Citizen the 24 hours on YouTube, KTN 24 hours on YouTube. Yani si lazima ukue na hii set, si lazima ukue na satellite, si lazima ukue na Zuku, si lazima ukue na DSTV. Internet is enough. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Na wale mnajiweza, you can install internet kwako. Mimi niko na net kwangu. Unaweza install internet kwako. At 20,000 you have a very nice internet. Monthly you can pay between 1,500 to 2,500, and then una browse kwa simu, una browse kwa computer, una browse kwa smart TV, and you are done. One installation is 20,000, then you will be paying monthly services. So if you want, utaniona kando maybe, then I guide you on how to do those things. Asante sana mashabiki wetu. Wakati nilikuwa napeana namba, mitambo ilikatika kidogo for some seconds na ikarejea. So pole sana kwa hilo. Mungu abariki sana. Kuna ujumbe hapa, nataka kusoma moja tu. Joseph Olelengu anasema tunawapata vizuri sana kupitia mtandao. Mungu awabariki sana. Na Joseph Kombo anasema nawatazama kutoka Nairobi. Jack Sunday, asante sana. Dennis Momanyi tuned from Sengera online, asante. Shadrack Musumba, I have lost my job and a relationship, pray for my reinstatement. Ni mashabiki wetu wa YouTube. Kalista Kenyanya from Saudi Arabia, this is the toughest year in my life, but God never leaves his chosen ones. At the moment I'm going through a lot. Kindly need your prayers all through. As you pray for others, please mention my name there, and I believe God will do his miracles. Okay, God bless you so much. Asante. Because of time, 44 minutes past 9. Ikifika saa 4 tunaenda live pale Lutheran Church on a special Christmas service. Na kwa sasa nataka nirudishe kipasa sauti kwa mchungaji Calvin Mlonga. Oh, good. Ikiage. Karibu sana. Asante sana. Bwana asifiwe. Asante sana tayari kwa kuweka katika ulimwengu. Nataka kumaliza na kuanza mapema. Leo ni siku Jumapili ya mwisho ya mwaka. Na kuna mwingine labda hapa akumbuki. Nafikiri kuna Jumapili nyingine 2020. Hii ni ya mwisho. Na kila mmoja hapa aliwacha kitu mahali anataka kukimbia, anasema siwamaliza haraka. Tunajua my cousins are coming. Tunajua tunaenda get together. Hatutaki kuingilia hayo yote. Naomba tutulie, tuko na meza ya Bwana. Tukimaliza tutaenda pole pole tungangana na ile mandazi libaki. Lakini kwa sasa I'm standing in for deacon. Mara mingi sijasimama hapa, na mwaka naisha bila kusimama hapa mimi. Mwaka mzima naweza enda na kuanga pale, lakini nimepata promotion kidogo tu kama ile inaitwa chairman kweli tu. Sasa niko hapa tu kwa masaa. Na namwapisha na mimi namkaribisha secretary pia wa siku. Sio secretary wa church. Kwa sababu wengi wetu wako nje. Deacon yako reserve. Secretary naye anaenda safari mrefu na wengine wengi. Sisi tukiwa hapa na neno litaendelea. Secretary wa siku ama secretary wa saa. Karibu sana. Tutangazie matangazo alafu tuende kitu kingine. Saa 6 iwezi kutukuta hapa leo. Saa 6 tutakutana wengine kwa mlango. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nisalimie tu hewani. Unapendeza. Ambia huyo mwenzako unapendeza. Haleluya. So nashukuru Mungu ambaye amenipa kipali nisimame kama secretary wa siku vile ambavyo apostle mwenzangu amesema. Naomba hivi
kama kuna mgeni katikati yetu, haujawahi kuwa mara hapa, leo ndio siku yako ya kwanza kuingia katika kanisa la Nyamataro PH, tafadhali tupungie tu mkono hivi, na ukiona vizuri vyema usimame, hatutaona vibaya. Mgeni yeyote. Kwa hivyo sisi sote ni wageni siku ya leo, si ndio? Tuchipigie makofi. Kuna mgeni mmoja pale. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya wewe kuwa nasi siku ya leo. Umekaribishwa katika kanisa la Nyamataro. Tukimaliza ibada tutakutana tu pale kwa ile kona ili tuweze juana zaidi. Na Asha, tafadhali, unajua ni nini tunastahili kufanya? Mupatie kile kichikaratasi, ndiposa tutajua ya kwamba tulikuwa na mgeni siku ya leo. Haleluya! Na wengine wote tujipigie makofi, kwa maana tulijipata tuko hapa katika nyumba ya Bwana. Tangazo la pili. Construction is on. Tunaendelea na ujenzi wa kanisa letu. Na tafadhali, kama uliahidi ya kwamba utafanya kitu, pengine ulete mbao, ulete misumari, ulete mapati, umekaribishwa, ulete chochote kila ambacho uliahidi. Unajua ahadi machoni pake Mwenyezi Mungu haistahili kukaa sana. Leta ile ahadi na Mungu atakubariki. Tangazo letu lingine. Remember to adhere to all COVID-19 containment measures. All children below 6 years and all those ones above 65 years, you are not allowed in church. Kaa nyumbani. Please be safe by staying home, and there God will be glorified for everything. Tangazo la 4. Jordan Fellowship ndio watashika ushukani wiki hii under their able apostles. Apostle our able secretary and Apostle Manyange. Tafadhali ongoza fellowship yenu, ushirika wenu kuwa on duty this week. Number 5. Keep your PPF updated. Sasa hapa nitaongea kidogo kwa sababu I'm the assistant chairperson kwa hii. Tafadhali, you know we give over 50 shillings as a registration. Kama wewe ni mgeni haujaingia kwa hicho kikundi, we register with 50 shillings, and every month we contribute 50 shillings. 50 peke yake na unakuwa mwanachama wa Burial Benevolent Fund. Nikiangalia kwa records nyingi vile ambavyo secretary anatuongoza, nikana kwamba tulikuja tukarara kidogo, tukasema unajua huu ulikuwa ni mwaka wa COVID-19. Kwa hivyo hii maneno ya kutuambia ya kwamba tutoe shilingi zetu 50 kwa ajili ya BPF hatuwezi. No. It is a very good scheme. Let us keep it up and let it be updated in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Unataka kutoa tithe yako na offering through M-Pesa? Nenda kwa M-Pesa, buy goods and services, till number ya 331388 for Nyamataro PH Church. You can also deposit that direct to the Nyamataro PH Church KCP account number. Hii ninasoma kwa wale ambao wako mbali. 11 34 17 46 24. KCP account 11 34 17 46 24. Tangazo lingine. Wiki ambayo inafuata all fellowships, ila aliko kwa hicho kichikaratasi. Wiki ambayo inafuata sisi sote tutakuwa hapa. Sisi
sote tutakuwa mahali hapa, tutajiunga pamoja Jumatano hii. Kwa hivyo tafadhali ukienda nyumbani tangazia wale wengine ya kwamba fellowship sote tutakusanyika mahali hapa ndipo tutaabudu hiyo siku. Kitu kingine, tarehe 31 mwezi wa 12 ninaamini itakuwa siku ya Alhamisi. All ladies, kina mama wote tutaenda katika kanisa la Geturi. Katika kanisa la Geturi hapo ndipo tutakapokuwa tufanye ibada yetu ya kufunga mwaka. Na vile ambavyo mama director alituelezea, mama wilaya alituelezea last week, tukienda mahali hapo tutashukuru Mungu, tumuinue, tumuabudu, tusema hakika yeye anaweza. Tangazo lingine, all youths kutoka kanisa letu na makanisa yote ya Kisii district yatakuwa mahali hapa for a camp meeting as from tomorrow 28 to 30th. That is 28 to 30th, itakuwa ni siku 3. Wote kina youth wote, vijana wote mumealikwa kuhudhuria huo mkutano. Na kufikia hapo, hayo ndio matangazo ya siku ya leo, na ni asante kwa kunisikiza. Sasa tuingie kwa choirs. Kwaya ambayo inastahili imbe leo ni kwaya ya Zion. Wiki ijayo itakuwa ni kwaya ya Jordan. Alafu wasee, baada ya Zion tutakuwa na song of the day from number 115. Huo ni utakuwa wimbo wa Solomon. Zion muko? Wana Zion, are you there? Kiongozi wa kwaya wa Zion ninakuona. Wako?